si mapenzi. Umenikaba kwa shingo naumia. Na huu ndio mwendelezo wa episodi ya 4 ya Kosa Langu. Usiache kusubscribe channel yetu, share, comment na like. Bwana, asubuhi moja Jennifer aliamka asubuhi kama kawaida na kuandaa kifungua kinywa kwa ajili ya familia yake. Mtoto Baraka amekuwa sasa, alikuwa akijiandaa kwenda shule, lakini Jackson bwana hajarudi tangu siku uliopita. Yaani mwamba kanogewa na madanga ya nje kwelikweli. Jennifer aliketi sebuleni akiwa na wasiwasi, mara ghafla simu ikaita. Kutazama akakuta anayepiga ni Jackson. Jennifer akaongea bwana kwa mahaba yote, "Alo mume wangu, uko wapi?" Jackson akajibu, "Mke wangu, niko safarini kidogo, si unajua usafiri na mambo mengine ya kikazi yamekuwa mengi sana." Yaani kiufupi mwamba alikuwa kosi sababu kabisa. Jennifer alijibu sawa, lakini moyoni mwake bwana alikuwa anajua kabisa kuna kitu hakiko sawa. Ukweli mambo hayakuwa hivyo kabisa. Yaani usiku huo Jackson alikuwa akiutumia kwa ajili ya marafiki zake pamoja na Diana. Bwana si ndio Victor akamwambia, "Bwana Jackson, kunywa pombe kidogo." Jackson akajibu, "Mimi huaga sipendelei kabisa pombe." Bwana Jackson akacheka sana na kumwambia, "Ukiwa tajiri ni lazima uyajue maisha." Diana akashika glasi ya pombe na kumnywesha mwamba. Si unajua bwana, mkate sio mgumu kwa chai kabisa. Kwa mara ya kwanza Jackson alikunywa visivyo kawaida. Bwana mziki ukapanda, vicheko vikazidi. Taratibu akaanza kusahau familia yake. Okay, niambieni kilikuwa kipi memkosea? Miezi ikapita, tabia za Jackson bwana zilikuwa zinabadilika kila siku. Akaanza kulewa mara kwa mara, akarudi nyumbani mara nyingine akiwa amechelewa mpaka anarudi alfajiri. Jennifer alizidi kuumia, lakini ilibidi awe mpole. Unajua wanawake wana imani sana. Yaani alikuwa anajua mume wake siku moja atarudia tabia zake za zamani tu. Jioni moja Jennifer alimuuliza mume wake, "Bwana kuna tatizo?" Mume akajibu, "Hakuna. Mbona siku hizi sikuoni ukibaki nje hata mara moja?" Bwana Jackson alikasirika kweli kweli, akavimbisha mashavu. Bwana Jennifer akastuka, akaona hii mbona ndio mara ya kwanza kusikia sauti ya mwanaume wangu kama hivi. Jackson akaondoka, Jennifer akabaki akilia peke yake. Bwana usiku huo huo Jennifer alipiga magoti, "Mungu wangu, naona kama ndoa yangu inaelekea kuharibika. Naomba unisaidie." Machozi yalimtiririka mashavuni mwake, lakini bado aliendelea kuomba. Siku moja Jackson alialikwa kwenye sherehe kubwa ya wafanyabiashara, lakini wafanyabiashara walikuwa kila aina. Jennifer naye alikuwepo. Mwanzoni alifurahia sana mwanaume wake alivyokuwa anafanya vizuri, lakini baadaye alistaajabu sana yaliyokuwa yanaendelea. Hapo ndo kanakuja kale kamsemo, usipostaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Diana bwana, kama unavyojua mwizi huaga anakuja popote. Yaani Diana naye alikuwepo. Muda wa chakula kuna mwamba mmoja akauliza, "Bwana Jackson, huyu ni nani?" Akimuonyesha Diana. Jackson akatabasamu na kusema, "Huyu ni rafiki yangu tu wa karibu." Bwana Jennifer aliumia sana, maana hata yeye hakutambulishwa kama mke kwa baadhi ya wageni. Bwana usiku ukaisha, wakarudi nyumbani. Kabla ya kulala Jennifer akaanza kumuuliza Jackson, "Yule ni nani?" Bwana Jackson kama kawaida yake akaanza kuvimba mashavu. Hiyo ikiwa tabia mpya. Unataka kujua kila ninayoongea naye sio? Yaani nikae nikupe daftari ya wafanyabiashara wenzangu wote uanze kuwapigia simu, si ndio unachokitaka? Jennifer alibaki kimya, maana hakutaka ugomvi kabisa. Okay, niambieni kilikuwa kipi? Bwana kadri siku zilivyokuwa zinaendelea Jackson alibadilika hadi kwa familia yake yote, yani hadi kwa mtoto wake. Maana yake mtoto wake alikuwa na tabia kumsubiri kila jioni. Baraka akimuuliza mama, "Baba yuko wapi?" Mama anamjibu, "Bwana sijui mwanangu, wewe pumzika tu, baba atafika muda si mrefu." Yaani wakati mwingine mtoto huyo alikuwa analala bila kumuona baba yake. Siku moja Baraka alipata zawadi shuleni na kurudi nyumbani haraka na kumwambia mama, "Nataka baba aje aione." Jennifer alimpigia simu Jackson lakini haikupokelewa kabisa. Wakajaribu tena, haikupokelewa kabisa. Baraka akaanza kulia, "Mama, baba hanijali." Jennifer naye machozi akawa yanamtoka, maana alikuwa ajui ya mjibu nini. Bwana wakati huo Jackson yuko kwenye baa kubwa na marafiki zake wakinywa na kuenjoy huku akicheka sana. Wakati huo wote Victor alikuwa akimtazama tu na kumwambia, "Umeona sasa? Bwana sasa umeshatoka kwenye mateso. Hapa ndio unaenjoy maisha." Bwana Jackson si ndio akajibu, "Bwana, ni kweli." Victor akamwambia, "Usiruhusu sasa familia ikufunge." Jackson aliamini sana maneno ya Victor na kuanza kuiona familia yake kama maadui hivi. Siku moja
alirudi nyumbani akiwa amelewa sana. Bwana Jennifer alimsaidia mume wake kutembea. Baada ya kumjibu vizuri sasa, si ndio akamjibu kwa dharau, niache kulumbisi makalio ya baba yako Manchester United we. Ukitafakari matusi yake yanaendana na ulevi. Baraka alisimama pembeni akiwa anaogopa sana, kwa maana hiyo ndo mara yake ya kwanza kumuona baba yake akiwa kwenye hali hiyo. Bwana, siku hiyo Jennifer alilia sana na kukumbuka zamani kipindi hicho Jackson alivyokuwa mkarimu. Alikumbuka ahadi zake, nitakupenda milele, nitadumu na wewe daima, nitakulinda, nitahakikisha akikupata chochote kile na kamwe sitobadilika. Lakini sasa hali ilionekana kubadilika. Bwana, wiki chache baadaye hali ilizidi kuwa mbaya. Bwana, Jackson alifanya matumizi mengi sana ya starehe na kununua vitu vya gharama na kuwapa wanawake wengine, huku matumizi ya nyumbani akipunguza gharama. Yaani fedha zilikuwa zinaongezeka, lakini matumizi ya familia yalikuwa yanapungua kabisa. Bwana, wakati huo mzee Kafumu alikuwa ameketi pembeni kidogo kwenye kilinge chake akitazama picha ya Jackson, kisha akasema hajabaki mbali, muda si mrefu atakuja mwenyewe tu. Yaani muda si mrefu ataingia kwenye mtego ambao hawezi kutoka. Na usiku huo mwanzo wa giza kubwa ulianza kuikaribia familia ya Jackson. Kufikiria mechimba na shimo